Kwenye Uislamu hukumu ni tano: halali, haram, karaha, faradhi na sunna, si ndio? Sasa basi, kama hukumu ni hizo, hakuna hukumu inayoitwa bid'a. Watuambie wanaosema kwamba khitma ni bid'a. Sasa watuambie hukumu yake ni ipi katika sheria ya Uislamu? Moja. Lakini pili, wafahamu kwamba sisi tunaofanya khitma sababu tunayo. Kwanza kabisa, khitma ni kheri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameambiwa, wakikuuliza wasiokuwa Waislamu, Allah amekuteremshia nini? Qul khaira, uwaambie kheri, sema kheri. Yani Muhammad, mimi nimepewa jambo la kheri. Kuwaombea dua wazazi wetu wakifa ni jambo la kheri, hilo lifahamike. Lakini kitu kingine, kusoma Qur'ani halafu tukaelekeza thawabu zake kwa mayiti, huu ni mlango wa dua. Huu ni mlango wa dua. Haijalishi alifanya nani wa kwanza, lakini tu kwamba huu ni mlango wa dua. Na mtu akifa, mambo yote hukatika isipokuwa matatu. Mmojawapo, mtoto mwema atakayemuombea dua. Swali la msingi: je, dua inayokubalika ni ya mtoto kwa mzazi tu? Jirani yake akimwombea ni haram? Imamu wa msikiti akimwombea ni haram? Ni nini muktadha wa swala ya mayiti? Yani kwa nini tunamswalia maiti? Ile ni nini? Alafu neno dua kwenye lugha ya Kiarabu lina maana gani? Utakuta ni maombi. Maombi ni dua. Sasa wanaokataa natoa challenge kwa wanaokataa khitma, watuletee majibu. Mimi niko tayari kuweka mnakasha popote pale wenye maudhui haya. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya namba 10 sura Ashiri amesema wazi kwamba kuna watu wameomba kumwambia Allah Ta'ala, rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Mola tusamehe sisi Mola wetu na ndugu zetu waliotutangulia kiimani. Hawa wamekufa hawa. Naeleweka vizuri eh? Aya, acha hiyo. Kijana muendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Rasulullah, mama yangu amekufa, naye aliweka utaratibu wa kwenda hija, amekufa kabla hajaenda hija, hii inakuwaje? Akamwambia nenda kamhijie. Unaonaje labda angekuwa na deni kadha kadha, kautendewa mema, hapa mwenyewe amekufa. Sasa basi, wa anna laysa lil insani illa ma saa, inaingia hapo kwa sababu yeye hakwenda hija. Hija ameenda mwanawe, imeruhusiwa. Tunasema tu kwamba dua ni ibada. Kwa hiyo ibada mtu akifa inawezekana kufanyiwa, thawabu zikielekezwa huko. Jambo hili lipo wazi kwa watu wenye akili timamu. Kama mtu atatuambia kufanya hivyo ni bid'a, kwanza atuambie bid'a ni hukumu ya ngapi katika hukumu za Uislamu, alafu atuambie tukio hili hukumu yake ni ipi katika Uislamu. Tukipata majibu, sisi tutaweka naye mnakasha wawazi kabisa. Mtu huyo popote alipo, gharama ni za kwetu insha Allah taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Tukatafute mema, tufanye kheri, tuwatolee sadaka ndugu zetu, imeruhusiwa. Tusome Qur'ani, thawabu zipelekwe huko, imeruhusiwa. Huo ni mlango wa dua. Mambo haya yapo wazi kabisa. Allah Ta'ala asema wabtaghu ilayhi alwasilata, tafuteni njia ya kumwelekea. Kwa kimaombi, tunapofanya maombi tunatafuta wasila za kukubaliwa maombi yetu, ndio hivyo: kutoa sadaka, kusoma Qur'ani. Masha Allah.